Haleluya, karibu sana katika kipindi Yesu ndiye njia. Na leo tunaenda kuwa na somo ukweli usioujua kuhusu mti wa Krismasi. Somo hili limeweza kuandaliwa na mtumishi wa Bwana mwinjilisti Alan Wallace kwa msaada wa Roho Mtakatifu, na msomaji wako wa leo ni Pili Elijah. Karibu. Ila kabla hatujaanza kipindi, wacha tulikabidhi mikononi mwa Bwana ili akapate kutuongoza. Baba yetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru mfalme wa wafalme kwa wakati mwingine mwema. Asante Bwana kwa somo hili zuri ambalo Baba umeweza kutuandalia ili tukaweze kufunguliwa kutoka vifungo ambavyo Bwana tulikuwa ndani yake bila sisi wenyewe kujua. Bwana wangu Yesu Kristo, ninaomba uturehemu pale ambapo tumeenda kinyume, ututakase kwa damu yako katika jina la Yesu. Bwana, ninawakabidhi wote ambao watafuatilia somo hili, ukapate kusema na mioyo yao, wasaidie kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu ili wakafanye maamuzi sahihi na kugeuka katika njia zao mbaya, ili Bwana ukaweze kuokoa. Baba, ninasema ni asante, maana kwa hakika wewe ni mwaminifu. Pokea sifa Bwana milele na milele yote, na ni katika jina lako kuu takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Kabla hatujaenda mbali sana na somo hili, kwa wewe uliye muumini au mtumishi ambaye bado unaridhia mti wa Krismasi uwekwe katika nyumba yako, kanisani, ofisini, kwenye status ya simu yako na kadhalika, lazima ujiulize swali hili: hivi huu mti wa Krismasi una mahusiano gani na kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo? Ni jambo la ajabu sana na kushangaza. Tukisoma katika kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, neno la Bwana linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Lakini kwako wewe usielewa ukweli wowote, usitaki kuangua katika neno hili, kwa maana leo unakwenda kufunguliwa macho. Tukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 5 mstari wa 13, neno la Bwana linasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Zamani pia hata sasa, japo si sana, watu walikuwa wanakata miti halisia yenye harufu nzuri, lakini sasa imekuwa ya plastiki. Wanawarahisishia watu wasinunue mwaka kwa mwaka. Watu wanaweka vigoroli, pipi, taa na kuipamba vizuri kabisa. Sasa sikiliza somo hili vizuri, na kisha jaribu kutathmini na kujiuliza kama neno hili ambalo tunaenda kujifunza halifanani na huo mti ambao wewe unauweka katika nyumba yako, katika ofisi, katika mji, kwenye matelevisheni na mpaka katika makanisa. Tukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 10 mstari wa 1 hadi wa 5, neno la Bwana linasema, enyi nyumba ya Israeli, lisikieni neno awaambialo Bwana. Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa, wala msishangai kwa sababu ya ishara za mbinguni. Maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo, maana desturi za watu hao ni ubatili. Maana mtu mmoja hukata mti mwituni, kazi ya mikono ya fundi na shoka, huupamba kwa fedha na dhahabu, huukaza kwa misumari na nyundo, usitikisike. Mfano wao ni mfano wa mtende, kazi ya cherehani. Hawasemi, hawana budi kuchukuliwa, kwa sababu hawawezi kwenda. Usiwaogope, kwa maana hawawezi kutenda uovu, wala hawana uwezo wa kutenda mema. Sasa lazima ujiulize, je, dunia nzima hutimiza ama kufanya andiko hili mwezi na tarehe gani? Amka sasa. Cha kufanya ni, kama unao mti nyumbani kwako, choma moto ama haribu kabisa, mtu asipate kuweza kuusimamisha tena kama mti wa Krismasi, maana hiyo ni sanamu.
Kama kanisani kwako upa mti huu na umepambwa na kuwekwa katika kanisa, maana wamekwisha kumwondoa Roho Mtakatifu kwa namna hiyo, ondoka kabisa, usitake kuangamia pamoja na watu hao. Wataarifu ndugu zako pia na jamaa na marafiki kuhusu jambo hili, ili nao wasiweze kuangamia. Na baki katika nyumba na familia yako, acha kushiriki ibada ya Krismasi, maana katika kujihusisha hata kuisherekea hiyo Krismasi yenyewe pia unajiingisha katika dhambi. Bwana Yesu amekwisha kutuonya kabisa ya kwamba tusijifunze njia ya mataifa. Sasa wewe ambaye umeamua kumfuata Yesu kwa kumaanisha umekwisha kuiacha dunia, lazima uwe makini, maana mataifa wao bila kujua miti hii hugeuka kuwa sanamu kwao, wanaipamba, wanaiabudu bila wao wenyewe kujua. Katika sherehe hizi wanazosherekea wala hawajui ya kwamba wanatenda dhambi. Sasa lazima uwe makini, uwe na hekima ya nyoka na upole kama wa hua. Lazima upende ambacho Bwana anapenda na kuchukia kile anachochukia, maana bila kuwa makini utashangaa ya kwamba umetupwa katika jehanamu ya moto, moto usiozima wenye funza ambao hawafi usiku na mchana. Sasa kuwa makini, usije ukatekwa na wimbi la wenye dhambi ukaangamia pamoja nao. Mpendwa, utakatifu ni kujitoa. Ufalme wa Mungu unatekwa na wale wenye nguvu. Lazima ujitoe, lazima ujitolee kuyacha yote, ili mwisho wa siku ukaingie katika ufalme ule wa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na huo ndio mwisho wa somo letu la leo. Nina imani umeweza kujifunza, na endelea kutufuatilia kupata mafunzo mengine mengi ya kukulia wokovu na kuwa na mahusiano ya undani hata zaidi na huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Hadi wakati mwingine, shalom, shalom.